makofi mazuri sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema katika Mathayo 28 na mstari wa 6, wamama wakaenda pale kaburini walipomzika Yesu. Na walipokuwa wamefika mahali pale wakitafakari imekuwa namna gani, malaika akawatokea kutoka juu mbinguni na akawaambia, msimtafute hapa, kwa sababu yeye hayuko kaburini tena. Amina. Yeye amefufuka na yeye ni tayari kurudi kwa Baba mbinguni. Bwana asifiwe sana. Na mambo yakabadilika. Hebu sema mambo yakabadilika. Hofu iliyokuwa imeingia Yerusalemu, kwa sababu waliomjua Yesu alikuwa amesulubiwa na wakadhani ya kwamba mambo yameishia hapo. Lakini nataka kusema jioni ya leo hayakuishia pale kaburini, kwa sababu Yesu alifufuka tena. Na wimbo ulio ama mambo yaliyokuwa kwenye vinywa vyao, hofu iliyokuwa na wanafunzi wa Yesu pasipo kujua maisha itakuwa namna gani baada ya kusulubiwa kwa Yesu, hiyo yote ikabadilika. Bwana asifiwe sana. Na wakawa na neno jipya ndani ya vinywa vyao, wakaambiwa na malaika, mrudi kule mkawaambia ya kwamba hayuko kaburini tena. Na tuko hapa siku ya leo tuseme ya kwamba hayuko kaburini. Yesu amefufuka tena. Amen. Na Yesu akifufuka tena mambo yanabadilika. Hebu sema mambo yanabadilika. Mambo yanabadilika. Yale tuliyoyanena wakati mambo yetu yalikuwa yanakaa kama kwamba yamefika mwisho, yanabadilika na tunapata wimbo mpya unaokuja ndani ya vinywa vyetu. Bwana asifiwe. Na ninataka siku ya leo kwa kifupi sana, kwa sababu tuna dakika 20 peke yake, ninene kuhusu habari za Daudi. Daudi tunamjua vizuri sana, Biblia alipitia mambo mengi, na ninataka tujifunze na kile kilichofanyika kwa huyu Daudi. Biblia inasema katika Zaburi ya 40, Psalms 40, nitasoma verse 1 mpaka verse 3, na ili nikaweza kuweka ama kuanka recording yetu katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Ni vizuri pia wakati tuna record tunaongozwa na neno la Mungu. Na Bwana ameweka wimbo mpya kwenye vinywa vyetu. Hatuongei habari za kusulubiwa kwa Yesu, tunaongea habari za kufufuka kwa Yesu. Daudi akaandika akasema hivi, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. Psalms 40 mstari wa kwanza inasema, He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire, and He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Bwana asifiwe. 40 mstari wa pili inasema, He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. And many will see, and many will fear, and they will put their trust in God. Nataka niseme huyu Daudi ambaye anatuandikia Zaburi hii, haandiki akiwa katika hali ya ushindi. Daudi anaandika Zaburi hii baada ya kupitia mambo yaliyokuwa mazito sana. Tutakumbuka ya kwamba alipochaguliwa katika nyumba ya Jesse na akamwagiwa mafuta na mtumishi wa Mungu Samueli, na ikawa ya kwamba atakuja kuwa mfalme wa Israeli. Hakufanyika mfalme mara hiyo. Bwana asifiwe. Na ninataka kunena na mtu ambaye hata siku ya leo tukiwa hapa anamsubiri Bwana. Yawezekana yale unatarajia hayajafikia. Yawezekana kile ambacho unakigojea hakijafanyika. Daudi aliahidiwa atakuwa mfalme wa Israeli, na Biblia inasema hapo ndipo shida zake zilianza. Kwa sababu wakati anaitwa mfalme wa Israeli, ni vizuri ukumbuke ya kwamba kulikuwa na mfalme Sauli aliyekuwa anatawala wakati ule, na alifanya kila jambo la kumzuia Daudi asifike. Nataka niseme ya kwamba wakati mwingine mambo yanaweza tokea katika safari yetu ya maisha, na ikawa kama kwamba kile ambacho tumemuomba Mungu na kile tunatarajia kuwa katika maisha yetu
Wakati mwingine wapendwa, Reverend Fabrice, kinaweza kuchelewa, kinaweza onekana kama kwamba kimekaa sana. Na huyu Daudi akaanza kuwindwa na huyu Sauli akitaka kumwangamiza. Na jamani, rafiki zangu wa Gisibuso, kuna mambo mengi sana yanaweza yakakuzuia, lakini kama Yesu alifufuka, hakuna jambo ama mambo ama kizuizi kinachoweza kusimama kati yako na kile ambacho Bwana anataka uwe. Ikiwa ni kuinuliwa, mpendwa, utainuliwa. Ikiwa ni kuunganishwa na jamii yako, mpendwa, utaunganishwa. Ikiwa ni stakabadhi zako zimechelewa, nataka nitangaze hapa siku ya leo, kuna siku ya kutokewa na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Huyu Daudi alikimbizwa na Sauli, lakini hakuangamizwa. Mungu akamhifadhi hadi pale alipokuwa kile ambacho Bwana alisema atakuwa. I want to encourage somebody hapa jioni ya leo ya kwamba usikate tamaa. Mwambie jirani, usikate tamaa. Don't give up. Daudi akakimbizwa na Sauli, hayakuishia hapo. Hata wakati mwishowe alifanyika mfalme, Biblia inasema kukaendelea kuwa na vizuizi maishani mwake. Tunakumbuka ya kwamba huyu Daudi hata kabla hajakuwa mfalme alikuwa mafichoni. Hebu sema mafichoni. Wakati mwingine tunajipata mahali hatukutarajia. Ninajua wapendwa, hata nasi tuko hapa na labda tungetarajia tungekuwa mahali pengine. Labda tunatarajia tungekuwa nyumbani, kungekuwa bora zaidi. Pengine tunatarajia ikiwa labda pengine tungeweza kupata hata resettlement. Lakini nataka kusema hata hiyo inakuja katika jina la Yesu. Huyu Daudi ilikawia, lakini pamoja na kukawia, pamoja na kujificha kwenye mapango kwa sababu ya kukimbizwa na Sauli, na hata pamoja na kutenda dhambi na kuanguka na kuua Uria, hiyo yote haikuzuia Daudi. Siku moja akainuliwa na Bwana. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema alipoinuliwa na Bwana akafanyika mfalme. Pamoja na kufanyika mfalme, tunamwona kijana wake Absalom akimgeuka, anaanza kwenda kinyume na matarajio ya baba yake, mpaka ikafika mahali Daudi akatoroka his own kingdom, akaenda kuishi mahali pengine. Na ninataka niseme wapendwa, wakati mwingine sisi kama Wakristo huwa tunatingizwa na mambo, lakini hata tukitingizwa na mambo, kama vile Kristo hakubaki msalabani, hata nasi hatubaki mahali dunia imetuweka. Bwana asifiwe. Usibaki mahali dunia imekuweka. Inuka tena na uombe Bwana. Inuka tena umwimbie Bwana. Inuka tena useme sitakufia hapa, katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Huyu Daudi pamoja na kutoroka sehemu yake, tunamuona baadaye anafanyika mfalme, na akiwa bado ni mfalme wa Israeli, Biblia inasema challenges za kimaisha zikamkujia, na kwa sababu hatuna wakati wa kupitia hizo zote, nataka tupitie Psalms 140 na Mungu atusaidie kuelewa verse hizi tatu. Verse ya kwanza inasema hivi: I waited patiently for the Lord. Na ninataka uandalaini, kama una Biblia yako ama una electronic, uweze kuhighlight patiently, kwa sababu watu wengi wanamngoja Bwana lakini wanakosa subira. Ndio wanamngoja Bwana lakini wanakosa subira. Daudi, Biblia inasema nikamngoja Bwana kwa subira. Ambia jirani, subira inahitajika katika jina la Yesu. Na Biblia inasema I waited patiently for the Lord. And then hapo mbele inasema and he heard my cry. Nataka kuambia ndugu zetu na dada zetu walio hapa, Mungu wetu ni Mungu ambaye husikia kilio na maombi ya mioyo yetu. Hallelujah. He is a God who hears our prayer. He is a God who hearkens to the prayer of a righteous person. Mtu yeyote ambaye ni mtakatifu,
hata kama mambo yamemsonga, nataka niseme hapa, Mungu wetu husikia kilio cha mioyo yetu. Na Daudi anasema hivi, baada ya Bwana kusikia kilio cha moyo wake, Biblia inasema, nafikiri ni mstari wa 2, akaweza kuniondoa kwenye shimo la matope yaliyokuwa telezi. Bwana asifiwe. Matope yaliyo matelezi ni mahali pabaya pa kuwa. It's a bad place to be. Kwa sababu ukiwa kwenye matope, kwanza uko katika uchafu, unajichafua. Kama umewahi kuona gari imekwama kwa bridge, inakuwa na uchafu mwingi sana kwa sababu imekwama kwenye matope. Na katika safari yetu ya maisha wa Kristo, wakati mwingine tunajipata hapo. Unaweza ukachafuliwa na watu wakachafua jina yako, unaweza ukachafuliwa na majirani, unaweza ukachafuliwa na hali ya maisha. Daudi anasema Bwana akamtoa kwenye matope telezi. Na niseme hivi, kama driver wa gari niligundua kitu moja. Ukiona mtu amekwama na gari inajaribu kwenda na haiondoki, si kwamba hatumii bidii, si kwamba hatumii mafuta, si kwamba hafanyi chochote kile angetakiwa kufanya. Shida ni matope. Sema shida ni matope. Naomba Mungu usijipate kwenye matope. Wakati mwingine katika matope tunatumia mafuta mengi zaidi hata kuliko yule mtu hapo kwa tama, kwa sababu we are struggling. It's a life of struggle, tukijaribu kuondoka. Sasa Daudi anasema kwenye matope hayo telezi, Bwana number 1 akamsikia, na baada ya kumsikia, Biblia inasema akamuondoa kwenye matope telezi. Bwana asifiwe. Nataka nikutangazia siku ya leo, tunapomwabudu mahali hapa, kuna watu wataondolewa kwenye matope telezi. Sijui ni jambo gani unalipitia nyumbani, sijui unapitia nini ukiwa hapa Kenya. Labda pengine ulitenganishwa na jamii, labda pengine ulitenganishwa na wapendwa wako, labda pengine stakabadhi zimekosa. Umengoja alien card miaka mingi, umengoja mandate miaka mingi, umengoja stakabadhi za kuunganisha wewe na wapendwa wako mahali waliko siku mingi. Hiyo ni matope telezi. Lakini Daudi anasema Mungu akamtoa kwenye matope telezi, na Mungu akamweka on a firm ground. Hebu sema firm ground. Firm ground, Reverend Fabrice, is stability. And I want to declare here on this platform, there are some people in this room that God is going to stabilize katika maisha yao. Kabla pengine umetingizwa muda mrefu sana, nataka niseme wakati wako umefika. Mungu akuweka on a stable ground. Stable ground inamaanisha kazi uliyoingojea. Stable ground inamaanisha relationship uliyoingojea. Stable ground inamaanisha mahali hapo ulipotarajia Bwana akupeleke. God is capable of stabilizing our lives in the name of Jesus. Bwana asifiwe. Hakuwekwa tu on a stable ground, lakini Biblia inasema hapo mbele, Daudi anasema Bwana akaweka wimbo mpya kwenye kinywa changu. Ni ombi langu wapendwa, siku ya leo tunapofanya live recording ya Kisibuzo hapa Rongai, Bwana akaweka wimbo mpya katika vinywa vya watakatifu mahali hapa. Sijui ulikuja ukisema nini kwa kinywa chako, sijui unapotembea kama mtu ambaye ameishi hapa kwa siku nyingi, na labda pengine mambo hayaendi vile ulivyotarajia. Nataka nikutangazie Yesu ana nguvu na pia ana uwezo wa kubadilisha hali hiyo na kuweka wimbo mpya kwenye kinywa cha mtu. Katika jina la Yesu Kristo. Huyu Daudi akasema, akaweka wimbo mpya ndani ya kinywa changu, na ulikuwa ni wimbo wa sifa. Bwana asifiwe. Hakuna mtu anayesifu wakati yako katika shida. Mara nyingi tukiwa kama katika shida, tumelemewa,
mambo ni magumu. Wakati mwingine tunaongeanga tu kuhusu hali za kushindwa, lakini tukitoka hapa siku ya leo, kuna mtu ataenda akiwa na wimbo mpya, wimbo wa ushindi kwenye kinywa chake katika jina la Yesu. I am saying God is so good. God is so good. Nimeangalia wapendwa hapo wakimwimbia Bwana. Sijui ni Wakenya wangapi wako kwenye horo hii, lakini nimetamani Mungu angetupatia Wakenya roho ya ndugu na dada walio hapa, ya kwamba ndio hali haziwaendei vizuri, lakini kwa maisha yao Mungu amebaki kuwa Mungu. Hali ambayo unaipitia haijazuia ukampenda huyu Mungu, haijazuia ukamwimbia Mungu, haijakukandamiza kiasi ya kwamba hauwezi kuondoka penye huko. Yes, I could be going without food, Brother Fabrice. I could be going without documents. I could be going without a good business. Labda hata niko hapa na sijui chakula ya kesho itatoka wapi, sijui rent itatoka wapi. Maana hata wale nimekuwa nikingojea wanitumie rent, hata nao wako na shida zao, lakini haijazuia nimrukie Bwana, nimwimbie Mungu katika jina la Yesu. Afadhali Bwana angetusaidia wengi wetu, hata tukiwa katika hali Daudi aliyokuwa ndani yake, Mungu akaweka wimbo mpya, wimbo wa sifa. Na hapo mwisho Biblia inasema Daudi, ili wengi watazame na wajue ya kwamba yeye ni Mungu. May the Lord use this group here as a testimony of what God can do in the lives of people who believe in God. Yani Mungu awatumie wapendwa, maisha yenu, hali zenu, mnapomtukuza Mungu ikanenea mtu fulani akasema, ikiwa Mkongo anayeishi hapa anaweza kumtukuza Mungu wake bila rent, na mimi niko kwetu, wacha wimbo wenu ukahubiria Wakenya, wakaona watu ambao they have managed to rise above their tribulations. Ndio tunaweza kuwa na shida mingi, lakini hakuna shida inaweza kututenganisha na Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Daudi akawekewa wimbo mpya ili watu wote watakaosikia na wamuone akimwimbia Bwana wajue kuna Mungu mbinguni. Bwana asifiwe sana. Live recording hii itakapoenda sehemu zote za dunia na watu watazame wapendwa wakiwa hapa, na wasikia wapendwa hawa hawako kwao nyumbani, wako mahali fulani panaitwa Rongai katika nchi ya Kenya. Hawa wako nchi ya mbali, lakini wanamrukia Bwana na wanamwimbia wimbo wa sifa. Nyimbo hizi zikawa ushuhuda kwa watu wengi ya kwamba shida haiwezi kukutenganisha na Mungu wako. Kristo alipofufuka, Biblia inasema akawatokea wanafunzi wake kwa muda wa siku 40. Baadaye akaenda kwa Baba mbinguni, na alipoenda kwa Baba mbinguni tunajua yuarudi tena. Nataka nikwambie Mkristo uliye hapa, Mungu wetu yuarudi tena. Yesu yuarudi tena. Na nimepata ufunuo, we are teaching the book of Revelation pale kwetu kanisani, na nikaona jambo ambalo lilinipendeza sana, ambalo ningetaka tu kwa sababu ya wakati ni quote tu, lakini utaenda kusomea nyumbani. Revelation chapter number 7. Revelation chapter number 7. Kwa sababu ya wakati wangu nikukumbushe tu mambo yalivyo pale mbinguni, na nikutie nguvu tunapomngojea Bwana. Mstari wa 9 inasema hivi: wakati Yohana alikuwa huyu John alikuwa amefungwa kwenye kisiwa cha Patmos, Mungu akamfungulia nafasi ya kuona jinsi mambo yalivyo kule juu mbinguni. Mstari wa 9 inasema, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count. Ni kama wale ambao wameketi hapa mbele zetu. Yohana akatazama, akaona kundi kubwa kule mbinguni alipofunguliwa, na akaonyeshwa, akapewa revelation
ya vile mambo yalivyo kule mbinguni, mahali ambapo Yesu alienda kutuandalia. Bwana asifiwe sana. Yohana akasema, nikaona hivi, akaona no one could count them. These people in Revelation chapter number 7 and verse number 9. Biblia inasema they were from every nation. Hebu sema every nation. Mataifa yote yako kule mbinguni. Alafu inasema they were from every tribe, people and language, standing before the throne and in front of the Lamb. Wanasimama mbele zake Yesu. Walimsulubisha, yuko juu mbinguni kwa Baba, anatuombea. Lakini kwa sababu Yohana alibarikiwa kutuliko na akafunguliwa mlango, akaona mbingu zilivyo. Biblia inasema akaona watu kutoka mataifa yote. Amen. Na hao watu wa mataifa wote, Biblia inasema they were wearing white robes and they were holding palm branches in their hands. Watu hawa walikuwa kama kwaya ya hapa Rongai. Walikuwa na mavazi mazuri sana kama hii kwaya tumeona hapa. Alafu mstari wa 10 inasema and they called out in a loud voice. Wakashout kama vile ndugu Kega ametusaidia kushout. Na walikuwa na shout wakisema nini? They were shouting and saying, salvation belongs to our God. Hebu sema, salvation belongs to our God. Na wakisema salvation belongs to our God and to the Lamb. Yaani wokovu wetu umetujia kupitia kwa Mungu Baba wetu na Kristo aliyetufia pale msalabani. Mstari wa 11 inasema all the angels, malaika wote wa mbinguni na wazee 24, Biblia inasema wakainuka wanamuinamia Bwana na wanasema hekima yote, wanasema mamlaka yote, wanasema nguvu zote, wanasema uwezo wote, na hata shukrani zote ni za Mungu Baba wetu. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo hata nami nataka kusema jioni ya leo, jamani, tumtukuze Bwana wetu Yesu Kristo. Mamlaka yote, nguvu zote, uwezo wote, hekima yote ina Mungu wetu, na ana uwezo wa kubadilisha wimbo wa vinywa vyetu tukamtukuza Bwana. May the Lord bless you. May the Lord put a new song in your mouth. Bwana akaweka jambo jipya kwenye kinywa chako ukitoka hapa siku ya leo. Bwana akutumie kufanya ushuhuda. Watu wakikutazama wajue kuna Mungu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba wetu, tunakushukuru kwa kundi hili, kundi ambalo limechagua hata wakati mambo ni magumu sana na wako mbali na kwao, ya kwamba hakuna jambo lolote litakalo watenganisha na Mungu wao. Jioni ya leo tumekusanyika mahali hapa katikati ya mambo ambayo tunayapitia, to celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Tuko hapa na ili tusherehekee kufufuka kwako Yesu, na tunajiunga na malaika wa mbingu na wazee 24 wanaokuinamia mbinguni wakisema wakuabudiwa ni wewe. Hata nasi twasema wewe ndiye wakuabudiwa. Twakupa sifa, twakupa utukufu, twakupa heshima, twakupa shukurani, na twasema milele na milele jina lako litukuzwe, maana wewe ni Mungu wetu. Katika jina safi la Kristo Yesu tunaomba na tunashukuru. Mungu wetu awabariki. Mungu aweke wimbo mpya kwenye kinywa